Wewe jifanya unaweza kupaa. Sasa. Siwezi sasa hivi. Siwezi. Unaamini kweli Jeff sio nani ukubwa huu? Walikuwa kuna wabishi kama wewe na wakashindwa. Yaani hiyo ni kidogo tu. Ngenge. Nisamee, sirudi tena. Maepe. Hivi, wewe unaweza kunikimbia mimi? Yaani wameshashindwa wengi, wewe utaweza? Naomba unisamee. Sasa nakupa huyu. Ukirudia, utanijua kama mimi ndo Sindano au ni nani, sawa? Sawa. Wewe sema sawa. Alafu uje urudie. Muda najiuliza unayopitia, hivi ni ndoto au yamekukusudia? Mikasa mikosi unaona sio bure, unaanza kufikiri umefanywa msukure. Huyu mwalimu tumemkuta kitu gani? Asubuhi yake ikabeba kuni na kuelekea shule. Na wakati jana sisi walimu tunauliza wanafunzi wanafika. Ajabu na yeye kabeba kuni anaelekea shule. Ngoja nimuulize. Mwalimu. Mbona kuni tena? Kuni? Ya. Una kuni begani? Mbona mimi sijabeba kuni? Anasikiza mwalimu ashaanza kuchanganyikiwa kweli. Inabidi uwe muwazi kama siku hizo na biashara ndogo za kuuza kuni, useme. Niagiza wanafunzi. Walete. Ajabu wewe mwenyewe tena umebeba kuni. Usimdakazi huyu mwalimu. Maiko. Mbona sikuelewi? Mimi nakuni wapi? Ile kazi ulionipa ile nimeifanya. Tena uweze kuniamini kabisa. Nimekutana naye Nuru na nimefika naye paka nyumbani kwangu unavyoiona. Sasa hivi uko hapa. Na ndio maana nikakuagiza wewe mwenyewe. Maana najua kabisa kwamba nikikuagiza wewe kazi yangu nitafanikisha. Kazi hii kiisha, anajifanya kuzaa chema. Kamkatia mbali. Furaha ambao ninayo mwenyewe. Ila tunakupa ahadi. Na ahadi kama ile nilikupanga kipindi kile, mimi nipo pale pale. Lazima tu nikuongezee nguvu. Yaani mkuu ninapopenda hiyo nguvu kuongezewa. Koma. Yaani kwa kiasi kama nataka nini? Uwezo ukanielewa sababu wewe una matatizo wewe. Kuni umeagiza wanafunzi jana walete kuni. Nachangaa tena leo huyo tena anaagiza kuni, wewe unaenda na kuni. Sasa wewe na wanafunzi na mwalimu wana tofauti gani sasa? Mwalimu Maiko. Hapa tunashinda kuelewa. Kweli mimi sibeba kuni yote. Mwalimu Michael, unapata naye shida tu. Hapo hajielewi chochote. Bora mimi nanichanganya sana mimi. Mimi sikuelewi. Utanielewa. Mwalimu, asante kwa kunibebea mzigo wangu. Mikasa mikosi unaona sio bure, unaanza kufikiri umefanywa msukure. Mwalimu. Nini? Mke wangu. Mume wangu. Katika huu mji wetu kuna mambo ya ajabu mengi yanatokeza. Na hasa kuna taarifa mbaya ya kupotea kwa vijana. Siku hadi siku wanapotea katika mazingira ambayo hayasimuliki. Yaani tuseme muujiza tu. Ametoka mtapanda asubuhi, jioni umoni tena.
labda atarudi hapa kesho shukutwa teuke. Hamjasahau mwingine, mbona hivi? Kwa hiyo mbona nyingi na vijana wetu wanatoweka katika mazingira haya sio simulika, hayaeleweki chanzo ni nini? Sijui mke wangu hizi taarifa kwako zikoje? Wana hao watoto wanaopotea wana umri gani? Mjuani. Mwambie baba yako anachokifanya kimuhusu na aache kufuatilia mambo yasiyo muhusu. Wewe unashinda kukuelewa. Kwani anafuatilia mambo gani? Wewe ni bado mtoto sana. Hata nikikwambia mambo anayofuatilia hautaelewa. Sasa kama unajua mimi ni mtoto mdogo, kama unajua mimi sielewi, unaniambiaje mambo ya babangu? Nimekwambia kwa sababu wewe mwanawe. Sasa sikia, hizo salamu zako mimi sifikishi. Unachotakiwa umpate mwenye wendo kamwambie. Unajikuta jeuri. Sasa jeuri ya nini? Akati ushasema mimi mambo yenyewe hayo siyaelewi. Kwa hiyo sasa yanihusu. Kazi. Unajikuta jeuri, yatakuhusu tu. Umri wao ni vijana, kwanza 16, 18 mpaka 20, 21, 22. Hawazidi hapo. 18, 20, 21, 22. Limekuwa sugu, kila ukiamka utasikia hapa pale. Yaani katika watu 4 5 utasikia tu fulani kapotea leo, siku ya pili alikuwa tu akaenda sokoni, alikuwa anaenda pwani, mwingine katika bodaboda, kaondoka mazima. Umri wako wastani ndio huo. Yaani mume wangu unachekesha kweli. Yaani mtoto wa kiume wa miaka 20. Yaani mpaka uumie kichwa kabisa. Yule anaenda kutafuta. Kwa sababu mtoto wa kiume anatafuta. Wale wanatafuta sio kwamba wanapotea. Wala mnataka kujichanganya. Mtoto wa kiume kweli akae nyumbani tu atulie hivyo hivyo. Wale wanaenda kutafuta. Hela haiji tu. Kitu ambacho kinakuja. Yaani sijui ndevu tu wanaume. Lakini mambo mengine mwache mtoto akatafute. Sio kwamba wanapotea, wanatafuta. Hivi nacho kirami kwa macho ndio unaweza kuona kwa macho yako. Haima atikesha sana mwalimu Juni. Leo akubebesha kuni. Kesho maji. Toka mwanzo, kwani nilichokuambia kama uende kwa mtaalamu ulienda? Naongea na wewe ulienda? Naona. Ukime ni majibu tosha kabisa. Umeambiwa kitu umedharau. Toka muda nakwambia kabisa chukua watu wene kwenye tiba asili. Ukafanyia uchunguzi. Uende kwa mtaalamu wa kufanyia tiba. Unakoelekea wewe, kazi itakushinda. Kwa sababu serikali haiwezi kuajiri mtu hivi. Kwa hatua mwalimu. Yuna nikera sana mwalimu, nitibua kwenye akili yangu juu. Sawa. Kweli kijana wa kiume ni mtafutaji. Lakini sasa kwa nini hawa yani huko wakutafuta ni wapi? Waenda mbinguni ama hapa ndio watafuta, anatoka katika juu akaenda pale na kule na kule. Lakini hata huko walikoendea hakujulikani. Wanapaa mbinguni ama vipi? Watafutia wapi? Baharini. Lakini bado tunaiona, lakini hao ndo waonekani. Labda utafutaji wao utakuwa mbinguni, lakini nani huwa kule anapata binadamu gani mbinguni? Hiyo ndio shaka yangu. Huu si utafutaji bali ni upoteaji. Niko pale pale. Huu ni upoteaji, si vinginevyo. Kale mume wangu tu, ngoja nikuambie, maana bado unachekesha. Na unachekesha kweli kweli. Yaani ni hivi. Nyie zamani mlikuwa watu wa kukatu, hamna kazi yoyote. Lakini sasa hivi watoto wa kileo, hali watoto wa kileo sio wa zamani tena. Wanatafuta. Unataka wakae tu kama nyewe mlivyokuwa mnakaa? Yaani sijui watu tukoje tu. Yaani mtu akipotea kidogo tu ushirikina. Akipotea tu ushirikina. Wewe mjua mshirikina? Wangu wa karibu sana kwa kuna matatizo kama haya. Mimi sipendi. Naam mwalimu.
unielewa. Mimi kweli kwa chai. Hata ile swala lako kuna mimi kwa mtaala. Sifanyia kazi. Ndio mwalimu unasemaga hivyo hivyo. Utaenda lakini mwisho wa siku unaonekana mtu hujaenda. Mwalimu wako. Yaani kwa hiyo kwa hapa ulipofikia. Lazima ni. Kwa hiyo tunatakiwa twende shule kisha toka tukae. Hayo ndo maneno. Sio nakuwa teseka tu kumwenyewe zipi. Waacheni watoto wafanye kazi. Acheni mambo ya kizamani. Unakalili. Kuna muda unajiuliza unayopitia. Hivi ni ndoto au yamekukusudia? Hii kwa kusema kweli nashindwa kuelewa. Hii taarifa nzito sana nampa, afu namuona yuko kama anaigiza. Hoja iko pale pale. Kutafuta, atafutia katika sayari gani? Kwa sababu tupo wote, kama atoke huku kule. Lakini hawa ndio kutafuta hewani, mbinguni, katika sayari gani anatafuta mpaka anakuwa akitafuta aonekani kama vilingu. Tunajua msitu ipo, kama baharini, mabwawani tunayaona mabwawa. Lakini hao utafutaji wao uwe tu akitafuta ndio kashapotea tu. Niko pale pale mbinguni ama la? Hapana, hapa liko neno, nitafuatilia hapa. Ushirikina upo na mashaka. Vipi mwanangu, mbona siku ile tulipoenda kutafuta kuni, mbona ulidukimbia? Tulipokuwa kule msituni tulisikia sauti yako ukiomba msaada. Kwani kilikukuta nini? Cha ajabu tulifika mpaka pale tuliposikia sauti yako, alafu hatujakuona. Ndugu zangu, huu mji wetu una kizaizai sana, hasa katika ule msitu, sio kuchezea. Yaani mimi kwenda katika msitu ule kutafuta tena kuni, mimi siendi. Kwa hiyo ndugu yangu, kilikukuta nini? Maana kwenye hiki kijiji chetu wote tunatambua kama umepotea. Mimi msiwaze, mimi nitawaambia kilichonikuta. Sasa samahani mama. Naomba niazimishe panga lako. Wewe ni panga nini? Ndio katie kule. Wewe unakukatia kuni. Sema shika. Unajua wewe kaka ni mzuri sana. Maepe. Wamejaa ujasiri uso na kifani, wakisha kuweka tageti uko matatani. Ni ele tamu mkikutana utapona, ila wao ni kama wakikuta. Kwanza nikwambie kwa huo hakuna nyumbani. Uko sio kwenu, pita huko. Hivyo ndio kilichonikuta. Kilichokukuta ni hatari sana. Natakiwa tuwe makini na ule msitu. Chujio. We Chujio. Hapa mtaani kwetu wanakutaja Chujio. Wanakuogopa watoto, vijana. Sasa kama umezoea kuwachuja au watoto au vijana au wazee, sasa ndo mimi nitakuchuja mimi mwenyewe. Niangalie vizuri kwanza. Nakushangaa wewe. Wazako apigi kelele kama hivi. Watendago wanasema. Unapiga kelele kama mtoto wa kike. Sawa. Nimezoea kuwachuja watu wote. Lakini mimi
sana mkojo wa kuku wa uchuji. Sio kuwa makini tu katika yule msitu, hata kwa hawa wasichana wa hichi kijiji inabidi tuwe nao makini. Kama ndio hivyo ndugu yangu, pole sana. Inavyotakiwa asa hii tufanye harakati nyingine. Mbona mimi nishachaga hadi kuvunja kuni katika msitu ule? Maana mauzauza niliyokutana nao kule siyaelewi yani. Nishakwambia sijazoea kupiga kelele. Kama naweza kufanya, wewe fanya. Sio kwamba nakupigia kelele, ila nakuandaa. Usije ukaona baadaye nikawaja nikakuumiza au nikakuua ukaona labda nimekuvizia. Hapa nimekupa taarifa. Sawa? Nakisubiri hicho kipigo chako. Ondokeni bwana. Mambo yashapita. Wanangu mimi sasa hivi nilikuwa naelekea mtoni, nyinyi mnaelekea wapi? Sisi tunaelekea hapo road, unajua mishe zetu. Au kama vipi twende na wewe? Poa, kama vipi tuondokeni. Wewe jifanya unaweza kupaa. Sasa. Siwezi sasa hivi. Siwezi. Nimeamini kweli ndevu sio nani ukubwa huu. Walikuwa kuna wabishi kama wewe. Na wakashindwa. Yaani hiyo ni kidogo tu. Ngenge. Yaani hiyo kidogo sana. Nisamee, sirudi tena. Shakwambia mimi ndio chujio. Sio nachuja nazi tu. Nakuchujia ni watu kama nyinyi. Nisamee, nimeamini kweli wewe mkubwa. Nisamee. Shuka. Maepe